Ndugu washiriki, bodi za wadhamini ni nguzo muhimu katika ustawi wa taasisi zilizo za serikali na zile za kitaasisi binafsi na hata za kidini na hata za kimichezo na taasisi nyinginezo zinazotoa huduma mbalimbali kwa jamii. Hivyo mkutano huu ni muhimu, kwani unatuwezesha kupunguza na kumaliza kabisa changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza katika usimamizi na utekelezaji wa majukumu ya bodi za wadhamini, na hivyo kudhiathiri taasisi wanazozisimamia. Ndugu washiriki, katika maelekezo au maelezo ya awali, Mkabidhi wa Si Mkuu ametaja majukumu ya msingi ya wajumbe wa bodi ya wadhamini na kueleza kwamba wanatakiwa watekeleze majukumu yao kwa mujibu wa sheria ya usajili wa bodi za wadhamini sura 318 ambayo inaitwa The Trustee Incorporation Act Cap number 318. Aidha, Mkabidhi wa Si Mkuu ameweka wazi kwamba wadhamini wamepewa mamlaka na kuaminiwa kusimamia mali za taasisi kwa faida ya wanachama au wanufaika kulingana na madhumuni ya uanzishwaji wa taasisi husika. Pamoja na sheria na kanuni na miongozo kuainisha mambo yaliyotajwa hapo juu, bado ipo changamoto ya baadhi ya bodi za wadhamini kutotimiza majukumu yao kikamilifu kwa kutumia mali za taasisi kwa maslahi binafsi, kufanya ubadhirifu wa mali na fedha, kujimilikisha mali kinyume cha taratibu, bodi za wadhamini kukaa madarakani zaidi ya muda ambao umewekwa kwa mujibu wa katiba yenu. Hilo nalo ni sehemu ya changamoto ambayo huwa inajitokeza na kuzusha migogoro mikubwa kwenye taasisi husika. Ndugu washiriki, napenda kuchukua fursa hii kukupongeza Mkabidhi wa Si Mkuu na timu yako kwa hatua mbalimbali unazochukua kwa lengo la kutatua na kushughulikia changamoto zinazojitokeza katika bodi za wadhamini. Nafahamu kwamba ipo migogoro kadhaa ambayo ni muda mrefu na imeshafikishwa katika wizara yangu, na nimepokea namna ambavyo umetekeleza, lakini pia kuna mengine ambayo unaendelea kuyafanyia kazi, na ngazi nyingine pia za kitaifa pia yamefika migogoro mbalimbali, lakini tumejitahidi kuifanyia kazi na kushughulika ili kuweza kuleta tija kwa wanachama husika. Sasa mimi niombe kwa wale ambao watakuwa watimizi wajibu wao na wafuati sheria, sisi tunaendelea kuchukua hatua kali. Tumeshafuta baadhi ya bodi za wadhamini kadhaa na tumeshahakikisha kwamba mali zinalindwa za wahusika na wengine kufikishwa kwenye vyombo vya kisheria. Lengo la kutekeleza mkakati huu ni pamoja na uwepo wa changamoto kwa baadhi ya wajumbe wa bodi kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo kutokana na kukosa uelewa wa kina wa sheria zinazosimamia usajili na usimamizi wa bodi za wadhamini. Changamoto hizo ni kama zifuatazo. Ya kwanza, usimamizi usioridhisha wa mali na rasilimali za taasisi ambazo bodi hizo wanazisimamia. Ya pili, uelewa mdogo wa sheria, kanuni na wajibu wa wadhamini kwa wajumbe wa bodi za wadhamini. Changamoto ya tatu ni mabadiliko ya mara kwa mara kwa uongozi bila kufuata taratibu za kisheria kwa baadhi ya bodi za wadhamini. Changamoto ya nne ni migogoro ya kiuongozi ndani ya baadhi ya bodi za wadhamini. Na changamoto ya tano na ya mwisho, kutotumia kikamilifu mfumo wa kidigitali wa usimamizi wa bodi za wadhamini ambao kwa sasa unatumika katika usajili na usimamizi wa bodi za wadhamini. Mheshimiwa Waziri, changamoto nilizoziainisha hapo juu zinatoa taswira kwamba uwezo wa baadhi ya wajumbe wa bodi za wadhamini unahitaji kuimarishwa ili kuzuia madhara yanayoweza kujitokeza ambayo yanahitaji usimamizi wa mali wanazozisimamia. Sasa kwanza ni migogoro ya ardhi, lakini pia migogoro ya mirathi pamoja na migogoro ya ndoa, kwa sababu unajua kwenye kipengele cha ndoa kuna sekta mbalimbali ambazo zinafungisha ndoa. Kuna makanisa, lakini vile vile kuna misikiti, lakini pia kuna ndoa za kiserikali
lakini vile vile pia kuna ndoa za kimila. Changamoto nyingine ni kwamba tunasahau unapofunga ndoa lazima upate cheti ambacho kimethibitishwa umefunga ndoa, hata kama ni ndoa ya kimila. Na ndoa ya kimila ni afisa tarafa ambaye ndio katibu tarafa anaisimamia kuhakikisha kwamba ile ndoa imefungwa ya kimila na wanapewa cheti hicho. Lakini wengi sasa unakuta wanafunga ndoa kienyeji bila kufikisha kwenye vyombo vya kisheria. Lakini pia kuna migogoro ya ardhi vile vile, ambapo kwenye masuala ya mirathi hasa inakuwa changamoto upande wa wanawake. Kwa hiyo sisi sasa jukumu letu na kila ofisi ya mkuu wa wilaya ina mwanasheria. Jukumu letu ni kuwasaidia wananchi kutafsiri sheria ili waweze kukwepana na hizo changamoto. Kwa upande mmoja, semina za uelewa kama hizi zitasaidia sana sasa kuamsha hali ya uwajibikaji na utendaji unaofuata sheria na mifumo ya kiserikali. Lakini pia kwa upande wa RITA pengine izidishe sasa mawasiliano na taasisi hizi moja kwa moja, sio tu pengine kuziita kiujumla hivi, lakini kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja, kuona taasisi hizi zinafuata taratibu zake na taratibu za serikali zilizowekwa. Nadhani hiyo itasaidia kutibu hili la ung'ang'anizi wa madaraka na udhaifu wa kimfumo wa kufuatilia mabadiliko waliojiwekea wao wenyewe. Asante. Jina langu naitwa Padre Joseph Chingwile. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi jina langu naitwa Alhaj Rajabu Mustafa Songambele, katibu wa BAKWATA wa mkoa wa Ruvuma. Kwanza nianze kwa kushukuru. Nishukuru Wizara ya Sheria na Katiba kupitia waziri wake Dr. Homera, lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa ujumla. Manake anasema usipojua kushukuru leo basi manake sidhani kama utajua kushukuru kishakuwa umetangulia mbele ya haki. Kwa hiyo nianze kwa kushukuru. Lakini pia niwashukuru RITA wenyewe. RITA ni chombo muhimu sana, hususan sisi watu wa taasisi za dini. Sisi shughuli zetu kusimamia masala ya dini, lakini pia tunaishukuru serikali imetupa mamlaka ya kusimamia baadhi ya kadhia zetu. Kwa mfano kama sisi BAKWATA tuna mahakama kabisa ya kadhi, ambapo tumepewa kitengo cha kusimamia sheria za taraka, ndoa, mirathi, vitu kama hivyo. Sasa kwa sababu ziko hizi mahakama, maana yake automatically migogoro huwa haikosekani. Lakini RITA imeenda mbali zaidi, sio tu huko, na ndio maana hata definition ya RITA yenyewe unaona kwamba ndani yake kuna kitu kinaitwa usajili na ufilisi. Sasa sisi kama taasisi za dini, kama taasisi zingine, tunafuata mamlaka za serikali, lazima tusajiliwe. Huwezi ukaanzisha taasisi yako ya dini, haijalishi. Uzuri serikali yetu haina dini. Kwa hiyo hata kama kuna taasisi ya dini inaanzishwa leo au ilianzishwa miaka 10 iliyopita, miaka 20 iliyopita, bado lazima ifuate taratibu za kiserikali. Sasa basi migogoro huwa haikosekani, kwa sababu hata ndani ya nyumba yako mwenyewe, kwa mfano una mke wako na watoto wako, lakini asubuhi tu hujatoka kitandani unasikia baba kaka fulani kafanya hivi, baba dada kafanya hivi. Kwa hiyo hii migogoro haikosekani, hususan sisi huko katika taasisi zetu za dini. Kila mara tunapokea kadhia kadha wa kadha, aidha za ndani ya baraza, kwa mfano sisi BAKWATA, au wakati mwingine watu wa nje ya baraza dhidi ya baraza. Kwa hiyo hii migogoro huwa haikosekani, lakini kwa sababu ipo, nasema tu sheria zimetungwa na zipo na tunazifuata.